Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Mke wangu unafanya nini? Mke wangu unafanya nini? Wewe ni shehe? Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tafadhali, karibu. Nisikize kwa makini. Nyanyua koto zako. Toka nje nyuma yangu. Shehe, ingekuwa ni busara kama ungekaa hapa tukazungumza kidogo. Shatoka nje! Je, ni shehe anapiga rangi? Pesa za majini zimempofusha. Vyumba vimejaa vitu vipya, mioyo imebaki vitupu. Mashetani wanamuita kwa majina, wanampa sifa za uongo. Anaoga kwa manukato ya dunia, lakini ndani ananuka hofu. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa wingi wa mbingu. Maisha yetu na somo. Samahani kwa hichi kinachotokea hapa, lakini pia nimeshakwambia sana kuhusiana na wageni hapa nyumbani kwangu, lakini hautaki kunisikia kabisa. Okay, sawa. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa wingi wa mbingu. Maisha yetu na somo, tunajifunza uchungu na subira, tukirudi kwenye dua ya alfajiri, tukisema Mola tuongoze njia. Mwevi alitoa tamko, akaacha mababu wa dini ya zamani, kwa ajili ya nuru aliyoiona. Uso wa mkewe ukabadilika, sauti ikawa sumu. Karibu. Pita. Jihaka jikoni, baridi kitandani. Anaposhika msahafu usiku, analia bila sauti, machozi ya ndani. Kuna siku tamaa hutushinda, kuna siku toba hutushika mkono. Saumu ni kifungo kwa ulimi, ni pazia kwa macho yanayotaka kupotea. Dada natoka. Njoo mara moja. Hivi wewe si ndio ulikuja siku ile ukasoma mita alafu kanifuata pale ukaniomba namba ya mzee kisha nikakupatia namba yangu? Ndo mimi. Ni kwa nini sasa unitumie meseji usiku? Tena meseji zenyewe sizielewi. Ni za mapenzi, zina maana gani? Tambua mimi nimeolewa, mimi ni mke wa mtu. Sawa? Kama namtafuta mume wangu, ungenipigia mchana, nikakupa simu kaongea naye. Kama hayupo ningekwambia. Sawa? Unajua dada yangu, kwa jinsi ulivyo, muonekano wako, nisingeweza kufahamu kwamba wewe ni mke wa mtu. So, yani ni hivyo tu. Vipi shem, kuna nini hapo? Mbona kuna mvutano?
Kuna kitu nilikuwa namuelekeza ila sijakipenda. Okay, poa. Natoka dada yangu. Haya. Hussein. Binti Hussein. Abe. Sinakuita mimi. Hivi mke wangu, wewe una nini? Unajua wewe ni mwingi wa hasira. Masaa yote umekasirika tu na kuita kama hunisikii, yani kama haunioni. Hebu angalia. Saizi ni saa ngapi? Na wewe ila matumizi nimekupa saa ngapi? Au bado tu na hasira zako zile zilizotokea jana? Tokea nimetoka Ijumaa sikuelewi kabisa, na wala hata hujali kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani, naishi na mume wangu. Wewe ni kununa tu, ni kununa tu, ni kununa tu. Vipi mke wangu? Siko sawa. Sasa hauko sawa. Leo tutafuturu hewa. Sioni unachojishughulisha nacho hapa kuhusiana na masuala ya futuru ya jioni. Wewe ni kununa tu, ni kununa tu. Hela nimekupa muda mrefu sana. Bwana, nimekwambia siko sawa. Kama kwa miaka imetapika. Tulicheka tukiwa umati, usiku tukabaki peke yetu, machozi chini ya tandiko, simu zikipiga, roho inaruka, kila ahadi tulioapa ikawa karatasi kwenye jua. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa wingi wa mbingu. Saboda. Nauli yako hii hapa. Shika nauli yako. 1000. Kwani kutoka Mlole hadi hapa shilingi ngapi? 5000 dada. Wewe kaka usinivuruge kichwani. Mimi mbona wanao nitoa Mlole hadi hapa ni sio nawalipaga buku. Yaani utokea Mlole mpaka hapa shilingi 1000. Kwa nini usichanganye? Shika nauli yako mimi niondoke. Wewe dada, wewe sio tugeukane. Wewe tumeelewana kabisa shilingi 5000 hapo tunafika hapo. Bwana wewe shika hela yako. Acha za bali. Sio mchangaje. Kaka vipi? Nisia dada, usitaki kudharau kazi yangu. Hii kazi ndio niliweka hapa mjini. Kutoka Mlole mpaka hapa shilingi 5000. Shika nauli yako mimi niondoke. Wewe shilingi 1000. Umeelewana gani? Bado tunapita kwa marafiki zako muongea nini na kusubiri. Nikisema niwahesabia na muda ambao tumekaa. Nipe 5000. Sina hela nyingi. Yaani usitaki kunivuruga dada. Nipe 5000. Nipe shilingi 5000. Shika hela yako. Nipe hela yangu shilingi 5000. Vipi? Sheikh. Asalamu alaykum. Habari. Mbona naona mna mizozano, mnavutana? Tatizo nini kaka? Shida, umeona dada. Huyu dada nimemtoa Mlole. Bado tunapita kwa marafiki zake, kaniweka. Tumekuja naye hapa na mtoza ya yangu naomba ni shilingi 5000. Nashangaa nipa shilingi 1000. Tunaona kazi hiyo dada. Sasa kaka. Unajua mtoto mzuri kama huyu
Hupaswi kukaa unazozana, unapiza kelele. Mambo madogo. Umesema unamdai shilingi ngapi? Labda shilingi 5,000. 5,000. Sasa mimi nitakupa shilingi 10,000. Shilingi 10,000. Wewe fresh tulipe mimi change. Usiwazi. Ela ngoma. Pia. Hapo fresh. Wewe hapo basi. Unaweza. Na wewe kabla hujaondoka naomba chenchi yangu. Usichanganye, naomba chenchi yangu. Umerogo wewe. Naomba chenchi yangu. Ya kutokea wapi? Sio amekupa hela au? Sasa sikiliza. Kaka, wewe nenda. Amerogo huyu. Nenda. Haya mambo madogo, achana nayo, Achana naye ende. Unajua wewe ni msichana mzuri. Unastahili kuuza kelele barabarani. Mtu kama hao boda nini wanakusumbua. Sisi ndo tunaweza kumaliza matatizo kwa haraka. Umati usiku tukabaki peke yetu, machozi chini ya tandiko, simu zikipiga, roho inaruka. Kila ahadi tulioapa ikawa karatasi kwenye jua. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa mwingi wa mbingu. Maisha yetu na somo, tunajifunza uchungu na subira, tukirudi kwenye dua ya alfajiri, tukisema Mola, Wana nini? Si nimetoka kazi nilikuwa umesema kama hujaiona simu yangu. Si umesema hujaiona simu yangu. Kuna kingine cha kuniambia labda? Sister. tukiwa umati, usiku tukabaki peke yetu, machozi chini ya tandiko, simu zikipiga, roho inaruka. Kila ahadi tulioapa ikawa karatasi kwenye jua. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa mwingi wa mbingu. Maisha yetu na somo, tunajifunza uchungu na subira, tukirudi kwenye dua ya alfajiri, tukisema Mola
tuongoze njia.